Ukiachana na zile shangwe zinazosikika viwanjani, kuna msisimuko zaidi ya kile tunapozungumzia kuhusu football. Kwenye ramani ya soka la Tanzania, Azam Football Club imejijenga kama nembo ya uthubutu na maono mapya, kutoka kuwa timu ya kiwandani mpaka kuwa timu ya ushindani, ikiwa imebeba kauli mbiu yake maarufu, timu bora, bidhaa bora. Klabu hii imeonyesha wazi kuwa mafanikio hayaji kwa bahati, bali kwa mipango, uwekezaji na kujiamini. Tofauti na simulizi zilizozoeleka za utawala wa Simba Sport Club na Yanga katika soka la Tanzania, Azam Football Club imechagua njia ya kipekee: kujenga misingi imara, kuanzia miundombinu ya uwanja bora, kukuza vipaji vya vijana, hadi kuendesha timu kwa weledi wa hali ya juu. Matokeo yake si tu ubingwa wa ligi kuu waliowahi kuutwaa, bali pia heshima kubwa wanayoendelea kuipata ndani na nje ya uwanja. Waanzilishi wa timu hii na ndiyo kocha wa kwanza kabisa, ikiwa bado chini. Yani ndio bwana, kikao kinafanyika leo tuanze timu. Sasa hii timu lazima ina kocha. Kocha nani? Athman Kikila. Kocha mwenyewe ndio huyu hapa. Ushirikiano wao katika CAF Confederation Cup msimu huu, licha ya kuishia hatua ya makundi, umeonyesha kuwa Azam Football Club ipo tayari kushindana kimataifa. Ni uzoefu uliowaongezea uimara, nidhamu na uelewa mpana wa soka la kisasa. Kilicho wazi ni kwamba Azam Football Club si timu ya kukamilisha ratiba, ni mshindani halisi. Kila wanapokutana na vigogo, huingia uwanjani kwa kujiamini, wakiamini katika falsafa yao ya ubora. Hii ndiyo nguvu inayobadilisha taswira ya ligi na kuongeza ushindani unaohitajika. Kwa mwendo huu, Azam Football Club inaendelea kuwa darasa hai la kuthubutu miongoni mwa timu zinazochipukia kunako mbilinge za soka la ushindani. Kuwa unaweza kujenga imaya yako bila kutegemea historia ndefu, bali ubora wa sasa na maono ya kesho. Na kadri wanavyoendelea kusimama imara kwenye kauli yao ya timu bora, bidhaa bora, wanaandika ukurasa mpya na mafanikio katika ligi kuu nchini Tanzania. Makala hii imeandaliwa na kuandikwa na Mohamed bin Haj aka mjukuu wa Mzee Digawa, na kuwakilishwa nami Mary Gaspar.